Shalom shalom watu wa Mungu, napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi kwa siku hii ya leo. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu haikuwa rahisi kuwepo mahali hapa. Lakini zaidi siku ya leo niko mbele yenu ndugu zangu wa Tanzania. Kuna jambo nahitaji nizungumze kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Zaidi ni kwa ajili ya hali ya uchaguzi ambavyo imekaa. Nahitaji niseme neno kwamba niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Jaliwa Haonga, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yes, nafikiri wengi mnanifahamu. Kwa wale wachache ambao walikuwa hawajanifahamu, kwa majina naitika hivi, Jaliwa Haonga. Lakini sasa niseme tu kwamba nimejaribu sana kujizuia, ila nimeshindwa, nikaona niseme hili jambo kwa sababu ni jambo la kizalendo. Swala la kuliombea taifa ni jambo la kizalendo. Hivyo basi niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania tushirikiane, kuanzia wachungaji, wainjilisti, waimbaji wenzangu. Niwaombe sana ushirikiano wenu kwa ajili ya kuliombea taifa, hasa kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu. Lakini nitasoma neno moja mahali hapa linalopatikana kwenye kitabu kitakatifu. Ni kitabu cha Nyakati ya Pili 7 mstari wa 14. Nami nakwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Imeandikwa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Pasipo Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Mungu hatuwezi kuwa na amani. Pasipo Mungu hatuwezi kuwa na upendo. Tanzania tunasema ni kisiwa cha amani. Hivyo basi tuzidi kudumisha umoja wetu, tuzidi kudumisha amani yetu. Lakini zaidi hatutaweza pasipo kumwomba Mungu aingilie kati na kufanya kitu ambacho ni sahihi katika taifa letu. Lakini zaidi niseme tu kwamba hatuwezi kufanya kazi ikiwa hatuna amani. Hatuwezi kuhubiri Injili ikiwa hatuna amani. Hivyo basi tunahitaji amani, kuidumisha amani. Tunahitaji upendo, tudumishe wote kwa pamoja, tushirikiane ili kusudi kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini zaidi ni kwamba tuna vizazi ambavyo viko nyuma yetu. Maisha bado yanaendelea. Kuna maisha mara baada ya uchaguzi. Kuna familia ambazo tunazo, kuna kizazi. Ikiwa tutashindwa kutekeleza haya, naamini tutaingia kwenye machafuko ambayo yataharibu nchi, lakini pia yataharibu kizazi. Hivyo basi niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania katika neno hili, neno la siku. Mungu atusaidie sana katika hili. Nimeona watu wengi wameendelea kupaza sauti, kwa wale ambao wanapaza sauti kwa nia njema, amina. Lakini zaidi ni waombe sana asiwepo mtu wa kutumika kinyume kwa ajenda za siri kwa namna ya tofauti. Wote tuko mahali hapa kwa ajili ya taifa moja kulijenga. Mungu wetu ni mmoja, taifa letu ni moja. Hivyo tusimame kama Watanzania kwa ajili ya kulitetea taifa letu, kwa ajili ya kuliombea taifa letu na kuhakikisha tunakaa katika hali ya usalama. Niseme tu kwamba kwa leo inatosha. Mungu awabariki sana.